nderera nakayo igoro muno ndaguthaitha ndinyihitie Mwathani ndukana dige Baba ndukana dige ndukana tige ciana ciakwa ndukana tige arĩa tũciaranĩirwo nao ndukana tige ũtungata ũrĩa tũgũtungatagĩra Mwathani nĩ twagũthaitha Baba nĩ twagũkaĩra twenyihĩtie mũno mbere-inĩ yaku atĩ Mwathani ndukana tũtige ndukana tũtige ndukana tũtige ni tabibu wa karibu tabibu wa ajabu na neema za daima ni dawa yake njema ni tabibu wa karibu tabibu wa ajabu na neema za daima ni dawa yake imbeni imbeni malaika sifa za Yesu Bwana wekeni metukuka jina la Yesu imbeni malaika sifa za Yesu Bwana wekeni metukuka jina lake imbeni sifa haleluya haleluya wekeni metukuka jina lake imbeni sifa Yesu Bwana wekeni metukuka jina lake hatufai kuwa hai wala hatutumai ila yeye kweli ndiye hatupumzishaye hatufai kuwa hai wala hatutumai ila yeye kweli ndiye hatupumzisha ibadi
asimame, sifa zake zivume, wanawake na washike kusifu jina lake. Kila mume asimame, sifa zake zivume, wanawake na washike kusifu jina. Wateule ibeni, sifa zako Bwana, weke limetukuka jina la Yesu. Metukuka jina lake Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Tunakuimbia wimbo wa shukrani. Tunakuimbia wimbo wa kukutukuza. Tunakuimbia wimbo wa kukuinua. Yesu, pokea sifa zetu, pokea shukrani zetu, pokea maabudu yetu, pokea heshima zote, pokea heshima zote, pokea heshima zote. Wewe usiye na mwisho, wewe usiye tuasha, pokea heshima zote. Toka ndani ya mioyo yetu, toka ndani ya mawazo yetu, toka ndani yetu Yesu, bila kuficha chochote, bila kuacha chochote. Yesu, tunasema asante, tunasema asante, asante. Usiye na mwisho kanami, 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 usiye na mwisho kanami. Baba, usiye na mwisho kanami, usiye na mwisho, usiye na kanami, katika giza kuu, usiye
usiye na mwisho, kaa nami. Usiye na mwisho, kaa nami. Usiye na mwisho, kaa na ombi langu. Usiye na kaa nami. Inua mikono yako kwa Yesu, mwambie katika vita kubwa, inua sauti yako, mwambie sikuache. Hilo ndilo jina lake, usikae mbali na mimi. Usiye na mwisho, mwambie Yesu, usiniache, usiniache katika familia yangu, usiniache kadami. Usiye na mwisho, ni wewe Baba yangu, ni wewe Baba yangu. Usiye na mwisho, wewe una mwanzo wala mwisho. Usiniache, usiniache, ijapo naonekana kama nalemewa. Usiniache, 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 ijapo naonekana kama nalemewa. Usiniache, 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 ijapo naonekana kama nalemewa. Usiniache, 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 ijapo naonekana kama nalemewa. Usiniache, usiniache, Baba, ijapo naonekana kama nalemewa. Usiniache. Amen. Pigia Yesu vigelegele. Haleluya, haleluya. Inua sauti yako tupigia Yesu vigelegele. Haleluya. Salimia jirani yako, mwambie Yesu hawezi akakuacha. Wasalimie vizuri. Ukiwa na ujasiri mwambie Yesu hawezi akakuacha. Haleluya. Geukia aliye mbele na aliye nyuma, umtie nguvu, mwambie Yesu hawezi akakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Salimia wawili watatu, high five, na uambie Yesu hawezi akakuacha. Haleluya. Yesu hawezi akatuacha. Hata mambo yawe mangumu, hata mambo yawe mazito, huyu Yesu hawezi akakuacha. Hata kama njia ambayo umeifuata inakaa kama imejaa giza, Yesu atakuwa na wewe katika hiyo giza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atakuwa pamoja na wewe katika hiyo giza. Hata kama maisha ambayo
unayoishi unahisi kana kwamba umekataliwa, Yesu alikukubali kitambo sana. Haleluya! Pigia Yesu makofi, umwambie asante Yesu. Pigia Yesu vigelegele. Kuna wakati mtu huwa anapitia mambo magumu mpaka unajiuliza kama Yesu yupo. Kiangalia mbele unaona bahari ya Shamu. Kiangalia nyuma unaona Farao na jeshi yake. Kiangalia kulia na kushoto kumejaa milima. Na ukiangalia kabisa hakuna mtu aliye karibu wa kukusaidia. Lakini nataka nikujulishe jioni ya leo ya kwamba Yesu yupo kwa niaba yako. Haleluya! Yesu yupo kwa niaba yako. Yesu leo ametembea hapa kwa sababu yako wewe uliyefika. Haukuja hapa bure. Yesu yuko hapa kwa sababu ya hiyo shida ambayo unapitia. Kama unaamini, inua mikono yako juu, sema amen. Leo nilikuwa nataka nichukue dakika kidogo sana, maana ninaona masaa yetu nayo ndo hayo yamesonga, ili tukaweze kusikia neno la Mungu ambalo nilikuwa nimelitayarisha kulinena Jumapili iliyopita, lakini nao muda ukatupa kisogo kidogo, na leo ndio nataka tusikie hilo neno. Ninaona ya kwamba Mungu alikuwa amepanga leo ndio siku tutakayoisikia. Mungu alikuwa amepanga ya kwamba hii neno sio la mtu yeyote, sio la kila mtu. Haleluya! Sio la kila mtu, ni lako wewe unaye tutazama kupitia runinga yako, wewe ambaye uko mahali hapa. Na nimekuja na neno moja ya kwamba hata kama, haleluya, angalia jirani yako mwambie hata kama. Hapa lazima tutatia na nguvu, maana Biblia inasema ya kwamba wawili hawawezi wakafuata njia moja pasipo makubaliano. Na sisi nataka tukubaliane siku ya leo ya kwamba hata kama haleluya, hata kama wamekukataa, hata kama wamekuachilia, hata kama wamekutupa mbali, hata kama wameshimba mashimo katika njia yako, nimekuja kukutangazia hayo mashimo wataingia wenyewe katika jina. Haleluya! Hata kama ulipanda na jua ikawaka, nimekuja kukutangazia hata kama jua imewaka, amini Mungu ya kwamba utavuna. Hata kama wanakusegenya huko nje, wafikiwe na hii report ya kwamba hawawezi wakazuilia kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu haliwezi likazuirika hata na mchawi. Akishaamua kukubariki, hata shetani na nyanya yake aje kuleta mashtaka, akishaamua ameamua. Hata kama wataleta mashtaka, sisi lazima tutashinda. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kwenu kulikuwa kumeambiwa ya kwamba hakutaendeshwa magari, hata kama kuna hayo maandiko yaliyoandikwa, tumekuja kutangaza katika anga ya kwamba tumepewa nguvu, uweza na mamlaka ya kuandika na kufuta
tumevuta hayo maneno katika jina la Yesu. Hata kama walikutegea mitego, bado kwa mtoto mdogo. Sasa hii uko na miaka ngapi? Wewe sio mtoto mdogo tena. Hata kama walitega hiyo mitego, leo haijakunasa. Yesu alikubeba, mkono wa Mungu ulikubeba. Haijalishi walivyosema, haijalishi wanachokiandika, haijalishi wanavyokuona. Kile ambacho tuko na ujasiri nacho ni kwamba Yesu yuko pamoja nasi. Ningetaka tujifunze na historia ya vijana hapa watatu ambao walipata ujasiri wa kunena na mfalme wa Babuloni. Wakamwambia hivi, tutasoma katika Danieli 3 mstari wa 16, 17 na 18. Tafadhali kama inawezekana tupewe hilo andiko, tutashukuru. Lakini kama itawezekana, Mungu bado yupo na anatawala milele. Haleluya. Angalia jirani yako, mwambie hata kama ndo mwire na umiriru, no mwire wina hinya. Ukimwira gati ona angikorwo, mwire anokorwo, mwire anokorwo kuhana uguo kuhana. Yesu witu alio gĩtĩ-inĩ. Hata wale ambao wanatutazama, nataka uwe na imani na uinue imani yako juu. Hata kama kuna mambo ambayo yaliandikwa katika maisha yako na wachawi na waganga na waabudu sanamu, wakakuwekea mipaka ya kwamba huwezi ukapita, nimekuja kukuambia hata kama waliandika, hata kama walikubaliana, tuko na neno moja. Hata kama walikupima, hata kama walikuwekea mipaka, tumekuja kukuambia unavuka hiyo mipaka, unavuka hayo mabonde, unavuka hiyo milima, unapanda. Hata kama walituwekea mawiki masi, wakigoja tuanguke, tukamaliza wiki wakaona tuanguke, wakatupatia mwezi. Huo mwezi kabla ya wiki wakapata sasa ndio tumefanyika maburudozi, wakatupatia miezi. Hiyo miezi imeisha, wakatupatia mwaka. Huo mwaka umeisha. Saa hii tunanena mambo ya miaka, na bado Mungu yuko pamoja nasi, na bado Mungu anatawala, na bado Mungu hajawahi tuachilia. Hata kama walikupatia masiku, even if they gave you days, even if they gave you weeks, I have a good news that Jehovah, He is still on the throne. Bado anatawala. Na ikaw dalenda kukuwalia tumuherere yote hapa no kinyo kimutenda kwali turuge hadi ushoke umwere Yesu no arada baka. Biblia inasema Shadrach, Meshach na Abednego wakamjibu, Mfalme Nebukadneza, sisi hatuhitaji kukujibu kuhusu jambo hilo. Ikiwa ndivyo, Mungu wetu ambaye tunatumikia aweza kutuokoa katika tanduru ya moto mkali, tena atatuokoa mikononi mwako
mfalme, nataka kwanza tusimamie hapo. Biblia inasema Shadrach, Meshach na Abednego, kuna kitu walisema, Mungu tunaye tumikia anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ujue hii, hawa vijana wananena na mfalme, wanajibizana na mfalme, mfalme ambaye alikuwa ameogopewa dunia mzima, mfalme ambaye alikuwa ndiye kusema. By the way, wacheni niwaambie lulu moja ya mfalme. A king when he says something it is fine. Sio kama president. President akisema kitu lazima ipeleke kwa Senate, ipeleke kwa bunge, ipeleke wapi, ipitishwe. Lakini mfalme akishasema amesema. Shadrach, Meshach na Abednego wakamwambia, Mungu tunaye tumikia anaweza kutuokoa. Kwani umetoa mtumishi? Haleluya. Mungu tunaye tumikia anaweza ama aweza kutuokoa katika tanduru ya moto, tena atatuokoa. Mungu anaweza. That is hope. They had a hope that God might save him. Tena juu ya hope wakaweka imani ya kwamba Mungu atatuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha Wahibrania 11 ya kwamba imani ni kuamini mambo ambayo haipo kama ipo. Akasema anatuokoa ama atatuokoa. Kutokana na kutoka atatuokoa mikononi mwako, mfalme. 18. Lakini Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo tupo. Hata kama even if hata kama haitafanyika hivyo, ujue wazi mfalme kwamba sisi hatutaitumikia miungu yako wala kuiabudu sanamu ya madhabahu uliosimamisha. Hawa ni vijana ambao walikuwa wameshaguliwa katika nchi ya Yuda, wakapelekwa katika Babuloni. Si tunajua hiyo historia. Na wakati walifika pale, wakawa wao hawajichafui ama hawajichanganyishi na maneno ama chakula ambacho kilikuwa kinaliwa kwa mfalme. Mjua walichaguliwa wakiwa vijana wangapi? 4. Nani na nani na nani? Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego. Na ikafika wakati Nebukadneza alipo chukua vitu vya Mungu, akajua vitu vya Mungu juu zilitolewa Yuda, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza jua jinsi ambavyo hivyo vitu vinafaa kuwekwa. Otorea jugaga niye ndungithi kwa murogi undehere nyoka gwakwa. Hawezi enda kwa mchawi ubebe nyoka ulete kwangu. Ukiendea wewe ndio ulikuwa unajua hiyo nyoka inakula aje ama inanyonya aje. Kama inanyonya, inalala aje kama inalala.
inaogaga saa gapi kama inaoga? So ukiileta kwangu unaileta nifanyie nini? Hivyo ndivyo huyu mfalme alielewa ya kwamba hizi vitu sijui vile ambavyo vinafaa kuwekwa. Akatumana akasema, rudini Yuda, munitafutie vijana watakao tunza hii miungu. Tukerekane pole pole ndio uelewe mahali ambapo ni. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha nikwambie, mfalme alipeana yani masharti ni vijana wa aina gani anaotaka. Na ndivyo nilikuwa nasema kwa TV saa 7, nikasema ukiona shetani anakupiga, jua uko na kitu ndani yako. Ukiona shetani anakufuruga leo, kesho kutwa, asubuhi saa 7, jioni, jua uko na kitu.